Mapema kabisa nilisema hii ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu kuona maiti ikipiga chafya mochwari, na ndicho ambacho kimekwenda kutokea. Kimsingi nimesikitika vya kutosha kuona Simba Sports Club ambayo inafahamu endapo lolote likitokea dhidi ya kikosi cha Young Africans, kama Yanga ikipanda kileleni, maana yake inakuwa inazidiwa kwa idadi ya magoli. Simba yes, imecheza mpira kwa kupata matokeo chanya, lakini binafsi kama chuma cha Mjerumani natamka rasmi, Simba imecheza mpira mbovu. Nilitegemea kuona Simba kuweza kuitandika vya kutosha Tanzania Prisons goli nyingi za kutosha, kwa sababu lolote linaweza kutokea. Mshindani ambaye anashindana naye Young Africans sio timu ya kinyonge, hata kama jana imepata suruhu. Sasa ikitokea Young Africans imekwenda kileleni, maana yake Simba inaachwa mara mbili, inaachwa kwa idadi ya point, inaachwa kwa magoli. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea, sitaki kuamini kwamba Simba kwa sababu ina mashindano mengi, lakini nilitegemea kuona hii leo Simba walau kuondoka na wiki, kuweza kushinda wiki dhidi ya kikosi cha Mafande Tanzania Prisons ambacho ukiangalia kocha wao ambacho amekisema jana, hakuna chochote ambacho amekibadilisha. Yaani sana mtu ambaye amekuheshimu mpaka na kuogopa, ndicho ambacho kimetokea kwa siku hii ya leo. Kweli huwezi kushindana na Simba, si ndio? Lakini approach yako ya kushindana na Simba, unapeleka ushindani wa aina gani? Sawa, discipline ambayo umeipeleka, unakaa nyuma ya mpira, unashambulia kwa staili ya aina gani? Unaona ni timu ambayo yani leo washangiliaji wa Prisons wameonekana ni maarufu zaidi kuliko wachezaji ndani. Ovyo kabisa Prisons imecheza leo hii. Kwa namna ambavyo Elie Mpanzu ameweza kufunga goli lake la kwanza hii leo, kuna namna anaenda kumuongezea confidence kwake kama mchezaji. Nabii Elie Mpanzu confidence aliyepata mechi ya kwanza dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar. Mwanzo kabisa nikasema siwezi kuzungumza jambo lolote kama Nabii Elie Mpanzu sijamuona. Nilipomwona mechi ya kwanza nikasema huyu ni mchezaji. Watu wengi sana walikuwa wanamtuhumu kwa nini afungi, nikasema huyu mchezaji hata kama afungi, lakini fomu yake aliyokuwa nayo kiwanjani haikutii mashaka hata kidogo. Unanipata ninachosema? Tangu amejiunga na Simba, mechi yake ya kwanza, ushindi wa Simba kwa asilimia kubwa Nabii Elie Mpanzu amehusika kulingana na fomu yake kiwanjani aliyokuwa nayo. Ni mchezaji ambaye hafurukuti kama kina Pacome. Ni mchezaji ambaye anajua nini afanye kwa wakati sahihi, achukue pasi aondoke. Hafurukuti peke yake. Kwa Mpanzu kwa hiki ambacho amekifanya, Mpanzu ni mchezaji wa daraja la juu. Siwezi nikasema eti Mpanzu kwa kufunga goli moja eti nimekwenda kumuongezea pengine ujasiri. Atakuwa ni mchambuzi wa hovyo peke yake akisema hayo maneno. Lakini mimi kama chuma cha Mjerumani siwezi nikazungumza uhuni na ujinga wa aina kama hii. Mpanzu kufunga goli moja limeongezea exposure? Hapana. Ligi yetu ni ya kawaida kulikoni alikotoka. Laki cha Sambi anaingia kambani, Mwalimu Fadlu Davis anamwamini kutokana na kitu ambacho kilitokea mechi iliyopita. Kwa Mbukile Simba kwa ujumla, Fadlu Davis anamwamini Laki cha Sambi, inaenda kumpa confidence na yeye anafunga bao. Pengine ni ujumbe mzito ambao umeupeleka katika mitaa ya pili kwa Young Africans. Kwanza nimpongeze kocha Fadlu Davis kwa kile ambacho amekiona. Angemweka benchi pengine angemharibu kabisa bwana mdogo. Kumbuka wachezaji wetu wazawa wana changamoto ya kuandaliwa. Mbali na kuandaliwa kisasa kwenye mpira, hata watu wanaokutana nao kuwatengeneza kisaikolojia inakuwa ni changamoto. Kwa hiki ambacho amekifanya, yes, ninampongeza kwa kiwango kikubwa. Sasa naweza nikasema tu kwamba kuna kitu ambacho amekitengeneza kwa asilimia kubwa sana. Na huyu Laki cha Sambi ndiye ambaye amesababisha Young Africans wapate suruhu. Laki cha Sambi ndiye ambaye amesababisha Young Africans wapate suruhu. Yanga waliacha kudili na mambo yao, wakaanza kudili na mambo ya Mpanzu. Ni ujinga mkubwa sana ambao wanaofanya Young Africans. Na mimi nilishangaa kuona watu wa kuaminika. Huu ni upuzi, ni vitu vya kawaida kutokea. Si ndio? Kujifunga ni issue ya kawaida. Sasa wewe unaacha kufocus na mambo yako, kwanza kudili na Laki cha Sambi ndiye ambaye amesababisha suruhu yote. Kufocus na mambo mengine kwako na kushinda. Unaipata vizuri. Kwa hiki ambacho amekifanya, mimi nampongeza kwa kiwango kikubwa sana. Leo hii Simba imepiga polisi na mbwa zake. Simba leo hii. Yes, imepiga polisi na mbwa zake. Unamaanisha nini? Kwa hiki ambacho kimetokea, unataka kuniambia kuna watu wamependa Simba kushinda? Kuna watu wameumia. Kama kuna nguvu iliweka, maana kuna watu ambao wameumia vibaya mno. Mimi ninachokwambia, na nilisema ni swala muda. Young Africans imedumu kwa masaa kileleni. Lakini baada hapo hakuna kinachoendelea. Wajipange, waache mambo ya hovyo. Mbio za ubingwa kwa upande wako, namna ligi ilivyokuwa moto hivi sasa kwa upande wa 10 wa Simba pamoja na Young Africans, pointi moja imekuwa ya moto sana. Ibrahim Mbukile.
Nachoweza kukisema mechi ya Simba na Yanga ndio ambayo itakayokwenda kuamua ni timu ipi ambayo inakwenda kukaa kileleni mazima. Mimi ninachokwambia. Lakini wasipoangalia Young Africans huenda likawakuta jambo. Kwa hiki ninachokiona. Huyu kocha anaonekana anaongea sana kuliko kazi. Ameshaanza kutoa tuhuma kwa waamuzi kwamba waamuzi ni kama wamependelea JKT Tanzania. Hii inanipa mashaka makubwa sana kuelekea dabi. Mimi ninachokwambia. Kwa namna kauli ambayo ameitoa kulingana na yeye mwenyewe akasema kwamba ukiwa unautaka ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara uruhusiwi ama utakiwi kukaa kileleni. Kwako hii kauli unaitafsiri vipi Ibrahim Mkele? Ambaye amesema nani? Kocha Young Africans. Basi kama amesema sio kocha wa mpira wamfukuze haraka sana. Young Africans. Kama amesema hicho kauli ambayo amesema wamfukuze haraka sana. Maana yake sifa ya timu ambayo inataka ubingwa lazima ikae kileleni. Si ndio? Kwa hiyo anataka kutuaminisha kwamba Ken God msimu ni bingwa. Si ndio maana kwa kauli yake? Ni kauli ya ovyo kabisa. Kama haya mambo anayosema na nisikilize. Huyu kocha asipoangalia Mpanzu, si ndio? Jean Charles Ahoua, Ateba wanakwenda kumfukuza tarehe 8. Kwa kauli zake uzifanye kocha wa Young Africans. Kwa kauli zake hizo azisema labda kama akibadilika. Akiacha kauli zake za ovyo hizi. Hao watu wanne nao kutajia. Mpanzu, Kibu Dennis, Jean Charles Ahoua, Christian Lionel Ateba Tevez wanakwenda kufukuza kazi mtu hapo. Mimi ninachokwambia hauwezi kuzungumza kauli za kihuni kama hizi. Unachomaanisha kwamba kocha Young Africans ana maisha marefu ndani ya inaweza katokea kwa sababu Young Africans maisha ambayo ameyachagua ni sana mwanaume kila siku anaoa, uweze kupata maendeleo. Yani kila siku wewe unaoa, kila siku unaoa. Hii kuachana chana makocha ni mambo ya kishamba. Lazima uangalie wamekosea wapi wasolve tatizo. Lakini kwa hiki ambacho wanakifanya Young Africans ukitazama mpaka dakika hii hata brandi yao inaanza kushuka. Moja kati ya kitu ambacho Young Africans kitakachokuja kuwapoteza ni kitendo cha wachezaji wao kuja na magari hapa uwanjani. Mimi ninachokwambia kwa sababu leo hii mchezaji unapomwona kila siku brand inashuka, watu hawaji uwanjani kuwatazama. Mimi ninachokwambia kwa sababu kitendo cha kusema kwamba wachezaji siku moja kabla ya mechi wakutane inaweza kuwapoteza Young Africans kwa ramani ya ubingwa. Leo nasema haya, ila akikosa ubingwa atakuja kunikumbuka. Hili Dar es Salaam wachezaji wa Young Africans wanaonekana mara kwa mara. Nisikilize, haiwezekani. Msanii yoyote anaonekana mara kwa mara brand yake ndogo. Wewe niambie Diamond umeona lini mara ya mwisho? Ukimwona mshukuru Mungu. Umeona brand yake aliyokuwa nayo? Haiwezekani. Haiwezekani. Hao wachezaji wanatoka hapa magari yanasubiri nje. Hapa sio Ulaya. Mimi ninachowaambia kitakacho kuja kuwaumiza Young Africans ni starehe nyingi sana kuliko kuwajibika kiwanjani. Unaona kabisa watu wanacheza wamechoka kama wametoka loji. Haiwezekani. Haiwezekani. Na wasipoangalia brand lazima ilindwe. Niliwapongeza baada ya kuifunga Simba wakatafuta sponsor, si ndio? Na kuweka mabango watu wakaingiza pesa. Leo hii wachezaji wakitoka hapa kama Umintashumta wanakutana na mashabiki hivi. Haiwezekani. Young Africans wanalaumu kama mechi zao zinachezwa nje ya uwanja. Hapana, wameingia na woga. Wameingia na woga. Hii ndio maana alisa ubaya wa ubwela. Kama unasema hayo, ubaya wa ubwela sio mchezo shaka. Kama wanasema hayo, watapoteza ubingwa. Mimi ninachokwambia kwa sababu moja kati ya kitu ambacho Young Africans sikutegemea kukiona kutoka kwao ni malalamiko ya waamuzi. Ni malalamiko kwamba watu wanacheza mechi zao. Ni mambo ya ovyo. Sheke, timu ambayo ina wachezaji wengi namna ile ambao ni bora. Leo nalalamika, wote kuja kushinda mashindano gani? Na ndio maana nasema hii timu kwa haya mambo ili deserve kuondolewa tu ya makundi ligi ya mabingwa. Young Africans. Yes, ili deserve kuondolewa ligi ya mabingwa barani Afrika. Haiwezekani.